Sawa sawa Tunabadilisha sasa hivi kuanzia tabia, tunabadilisha kuanzia kila kitu kuhakikisha kwamba, kwa sababu tuna malengo ndani ya huu mwaka wa 2026, kitakachoamua kwetu ni tabia tutakazokuwepo nazo. Sawa sawa Lakini pia vile ambavyo tumeseti akili, maisha yote ya mafanikio yataanza na namna ambavyo umeiweka akili yako. Kingine kinachofuata ni namna ambavyo utakavyofanya ile habit, tunasema tabia. Tabia yako napo itaamua mafanikio yako. Lakini leo naenda kukufundisha nini? Leo naenda kukufundisha kitu kwamba ili ufanikiwe kwenye maisha yako ni lazima uwe umekubali kuikata sildi. Sema sildi. Hujasikia kwa sauti, sema tena sildi. Hujasema kwa sauti, sema tena sildi. Watu wote ambao mnafanya biashara au chochote ambacho unachoenda kukinunua haukikuti kiko open. Hasa umeenda kuchukua mafuta, si ndio Umeenda kuchukua maji, si ndio Umeenda kuchukua chochote dukani, utakikuta kina sildi. Ile sildi inasaidia nini? Maanake kilichopo ndani kionekane ni kipya. Lakini pia unapofungua ile sildi, tayari umeruhusu kile kitu kianze kutumika kwa muda huo. Na watu wengi tunapokuwa tumefungua labda ni package, labda kitu fulani, unapokuwa umefungua mara moja, kama hautaitumia ndani ya siku hiyo au kakaa labda ndani ya siku 5, utakuta kimeharibika. Kwa nini leo nakufundisha issue ya sildi inaleta mafanikio kwenye maisha yako? Maanake unapoenda kukata sildi, tayari kwenye maisha yako unaenda kufanikiwa. Tuchukulie kuna chupa 2. Chupa ya kwanza huko chini haina kitu chochote, na hapa juu haina kitu chochote, na tunataka tumimine maji. Haya maji yakae ndani ya hii chupa. Tutakachokifanya kitu gani? Tutakuwa tunamimina maji. Wakati tunamimina maji, yatakuwa yanapitiliza moja kwa moja. Wangapi tunaelewana hapa ninachokisema? Lakini pia tukiingia kwenye chupa nyingine ya pili, tukianza kumimina maji, kwa sababu chini hapa kuna sildi. Tunahitaji mafanikio kwenye maisha yetu. Jambo la kwanza linalozuilia mafanikio ya watu ni hiki kitu chini kinachoitwa nini? Sildi. Mwambie wenzako sildi. Sildi inakatwa na mambo makuu matatu. Lakini leo na siku zingine zote za nyuma tulikuwa kufundisha kitu cha kwanza ni maarifa. Mwambie wenzako maarifa yanaweza kukata sildi yako chini. Sawa sawa Kwa hiyo maarifa yanaweza kaikata hii sildi, alafu the end of day kila unachokitaka kipite kikapita vizuri. Leo nitakaa kwenye hilo jambo la kwanza, alafu kesho tutaendelea kwenye kiwango. Tunafanya jambo lolote lina nafasi ya kuendelea au lina nafasi ya kufanikiwa bila kufahamu kuna kitu kwenye biashara, kuna kitu kwenye maisha, kuna kitu kwenye jambo lolote, lazima utakutana na hiki kipande. Turudi mwangalie mwenzako, mwambie umependeza sana. So kama kwenye familia kuna mtu ambaye hajamiliki gari, ambaye hajamiliki nyumba, ambaye hajamiliki chochote, tayari tunasema hiyo ni sildi. Kama kwenye familia kuna mtu yote ambaye hajawahi kufanya biashara, tayari nini? Ni sildi. Kama kwenye familia kuna mtu ambaye hana mawazo tofauti na mwingine, hiyo tayari ni nini? Sildi. Sasa kitakachoamua kwamba huyu awe tofauti na huyu, manake ni nini? Kuna maarifa kwanza. Lengo la kwanza ni nini? Maarifa. Yataenda kukata sildi iliyopo ndani ya familia. Watu wengi wanaamini kitu kimoja. Wanaamini kwamba ukishaingia kwenye biashara tayari mafanikio yanakuja. Ukishafungua kitu fulani tayari mafanikio yanafanya nini? Yanakuja. Usisahau kwenye kila biashara ambayo utakayoingia kuna viwango ambavyo utakavyopimwa kwenye ile biashara. Kitu cha kwanza, biashara yako lazima ingie kwenye stage ya ups and downs. Gonga 5 na mwenzako, mwambie mwalimu anaanza kufundisha. Sema haiwezekani, sema haiwezekani. Nashukuru Mungu, siku ya jana kijana wangu mmoja amefanya kitu kimoja kikubwa sana. Tumpigie makofi matatu. Mimi ni kuweza kupata matokeo kwenye vile vitu. Lakini je, maarifa yako sawa sawa ili upate kile unachokitamani? Niliwahi kufundisha siku moja nikasema, kama unahitaji milioni 5, angalia nguvu yako na maarifa yako inafanana na kiwango cha pesa unachokitaka. Washa kofi jirani yako. Nyumba sildi inakuonyesha kwamba kama yalishindikana kwenye ukoo, wewe ni nani uyafanye? Kuna watu ambao wapo hapa hawaamini katika mafanikio, lakini wanaamini katika kutamkiwa mafanikio. Yaani kuna mtu ukimtamkia mafanikio anaamini. Wewe nani, wewe na gari? Tulikwambia
Mama yako sasa alikuwa hajawahi kuwa na mafanikio, wewe ni nani upate mafanikio? Kitu ambacho mimi nimejifunza kwenye maisha yangu, sema sijawahi hata siku moja kukaa chini na kuanza kuangalia udhaifu wa familia. Ninachokitazama ni mimi nitafanya nini ili niondoe udhaifu inayekuzuilia. Hata kwa nyingi sana. Kwani wewe hujawahi kupita mahali na unafanya kitu, lakini mwisho wa siku unashangaa kuna watu wengine wanakuambia kama hivi unachokifanya hakitaweza kufanikiwa. Kwani hujawahi kukutana nao? Tuache utani kwamba utajitutumua mbele za watu kama mimi sina njaa. Lakini ukikaa binafsi peke yako unasema na nini? Ule muda unayekaa peke yako ndio muda mkubwa kwenye maisha kuliko kukaa mbele za watu. Nisikilize nikwambie kitu. Mama Zembwela, mimi sina shida. Lakini ukweli nikikaa peke yangu, mimi na nini? Mimi na shida. Ule muda unakaa peke yako, ule muda ambapo mambo mengi yanakuja kwenye kichwa chako, ambapo nafikiria kwamba kazi yangu haiendi, biashara yangu haiendi, pale ndipo kwenye matokeo ya majibu yako. Sikiliza nikwambie kitu. Watu wengi wanaweza kusimama mbele na wakasema hivi, mimi biashara nimeipenda, lakini ni ukweli ndani hajaipenda nini? Biashara. Kuna mtu ambaye anaweza kusema kitu kwamba hiki kitu naamini kabisa kitanipa mafanikio, lakini ni ukweli yeye hayaoni mafanikio. Kinachotokea kwenye maisha ya watu, kwa nini njia zako, kwa nini mwendo wako unaweza usifike salama? Ni kwa sababu jambo la kwanza ni mawazo. Vile ambavyo ukikaa peke yako hauyaoni mafanikio ambayo yapo. Wewe unachokiona unahisi kwamba ninaweza nikafanikiwa, lakini hauna imani kwamba nitafanikiwa. Are we together? Are we together? Kuna watu wanafanya mambo lakini wanayafanya mambo kwa kubahatisha. Hujanielewa nachokisema? Mtikise jirani yako, mwambie hivi, mwalimu ameanza kufundisha chochote. Kuna siku moja niliwahi kufundisha nikasema, wewe unaona nini? Ni nini ambacho unachokiona? Lakini kila mtu alisema kwa nafasi yake. Kuna mwingine alisema ninaona kufanikiwa katika hichi ninachokifanya. Na mwingine akamwambia okay, funga macho, unaona kitu gani? Mwingine akasema naona gari kubwa sana. Ni kubadilisha mawazo au mitazamo ulionayo. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Ugeukie jirani yako, mwambie siri inakatwa na maarifa. Mawazo ulionayo kama hayatakuja kubadilika siku zote kwenye maisha yako, manake ni nini? Itakuonyesha kwamba ndio mafanikio yapo, lakini wewe sio miongoni mwa haya mafanikio. Nyumba yoyote ambao unaiona ni kubwa, ni ghorofa nzuri sana, wakati uko pale getini unagonga mlango namna hii, kuna namna huko ndani unapata nini? Unapata off. Hivi unielewi ninachokisema? Wangapi wacha kutanaga na unaingia kuona ofisi kabla haujaonana na wale unataka? Are we together? Are we together? Are we together? Wangapi wanaamini kwamba wao ni sehemu ya mafanikio kwenye maisha yao? Okay. Sema tena mawazo. Unapokaa binafsi, ni nini ambacho unachokiwaza ndani ya mwezi mzima? Ni nini ambacho unachokiwaza ndani ya wiki nzima? Ni nini ambacho unachokiwaza ndani ya mwaka mzima? Maana yake kama mawazo yako hayajatanuka, kama mawazo yako hayajafika kwenye viwango vya mafanikio, maana yake tayari chochote kitakachokuja kwenye maisha yako una uwezo wa kukifanya na ukatoka na ukayumbishwa. Wapo wenzako ukayumbishwa. Kwa mfano, this time nikienda kwa mtu ambaye tayari ameshaivunja siri kwenye biashara yake. Unaamka saa 4 za asubuhi. Wewe unaamka saa 11 za usiku. Ni nini kitakachotokea? Simama Mama Zembwela. Wewe ni kijana kabisa. Na siku zote waga nasemaga mimi ni kijana, si ndio? Naomba nenda mbele Mama Zembwela. Tembea. Ona habit. Una tabia nzuri, lakini watu ambao uko nao wako nyuma yako, hawana habit ya kwako. Tembea Mama Zembwela. Huyu anaenda mahali? Anaenda. Ndio jirani yako, mwambie unasikia vizuri huko mbele. Na ndio maana unaona matajiri wanachagua. Yaani kama jinsi ambavyo unavyochukua mchele wako na unarusha juu namna hii, unachambua machuya yako wapi, na matajiri pia nao wanachagua rafiki wa kuwepo nao. Yeah. Habit inachagua. Wewe uwezo kaniambia unawaza bilionea, lakini watu ulionao hawana ubilionea. Yeah. Na ndio maana kuna wakati mwingine hata pia katika kuchambua vitu lazima ukae na mtu kwanza kwa muda mrefu, umuelewe vizuri.
Thanks. Jamani, watu wote mlikuwa mnaona kama jamani wanakuja ndio anaweza akawa na habit nzuri sana kwenye biashara. Anaweza akawa anafanya vizuri sana kwenye biashara. Lakini watu aliowachagua wafanye nao biashara hawana ile power ambayo yeye yuko nayo. Ni nini ambacho kinachotokea hapa? Manake chochote ambacho utakachowashirikisha hawa watu watakipinga, na wakikukubali waanza wakikubali lakini sio ndani ya mioyo yao. Na ndio maana unakuta kila siku unafundisha lakini watu hawaelewi. Wewe unielewe ninachokisema? Wewe unielewe ninachokisema? Manake hawa watu watahakikisha hii siri haitoki. Oho. Mwambie mwenzako, wewe watu wako ulionao wako wanapawa kama ya kwako. Wewe unatamani mtu aendelee kukaa na wewe lakini hana habiti za kwako. Na ndio maana unaona wangapi wanasomaga Biblia jamani? Tuko sawa? Hivi unajua Yesu alikuwa anachagua mpaka wanafunzi wake aliwachagua. Unafikiri alichukua kila mtu? Kwa nini alichagua watu? Ni kwa sababu gani? Natafuta watu wenye habiti kama za kwangu. Unaweza ukawa una jambo kubwa lakini watu ambao uko nao ili utimize lengo lako sio sawa sawa na vile jinsi ambavyo unavyoona wewe. Na ndio maana naomba huko kwenye biashara, mwambie mwenzako kuna hii biashara. Mwambie mwenzako kuna hii biashara. Kama mtu hatachangamka, tafuta watakaye changamka. Wangapi wananielewa? Wenye habiti kama ya kwako, wenye power kama ya kwako, ili mnapotembea mtembee mkiwa mmefanana. Usitengeneze watu hewa. Kuna kitu nataka nizungumze hapa. Sio sifa kujaza watu kwenye mguu wako. Mimi ukiingia, ukitamani kufanya biashara na mimi lazima nikuulize maswali mawili matatu. Usikate kadi. Fanya kazi. Wewe unaweza hiyo? Uwezi. Wewe unataka zingie. Si ndio? Kwa sababu gani? Wakiingia na hawatafanya ni zero. Na kwa sababu ni zero, unachokifanya ni nini? Ni uchafu uliotengeneza huku. Ni uchafu. Ni kizazi kisichokuwa na kazi, kisichokuwa na habit ya kwako. Ni nini kinachotokea? My friend, una timu ya watu 100 lakini wewe ndani zero.